Ni kwa nini maombi ya watu wengi hayajibiwi au hayana matokeo? Jambo la kwanza katika hii Zaburi ya 66 mstari wa 18. Jambo la kwanza ni hali ya moyo. Hali ya moyo. Daudi anasema hivi: kama ningaliwaza maovu moyoni mwangu, Bwana asingenisikia. Kama ningeliwaza maovu moyoni mwangu. Kwa hiyo wakati napoingia uponi mwa Mungu kuomba, kama nikienda nimewaza maovu moyoni, Bwana hawezi kunisikia. Kwa hiyo unapoingia uweponi mwa Mungu, hali hapo ya kiroho inakuwa namna gani? Hali hapo ya moyo inakuwa namna gani? Je, kuna vitu ambavyo umevibeba moyoni? Je, kuna vinyongo ambavyo umevibeba moyoni? Kuna chuki, kuna husuda, kuna ufisadi, kuna rushwa, kuna tamaa, kuna uzinzi, kuna nini? Je, au kuna vitu ambavyo wewe haujavitubia viko moyoni mwako? Hivyo vinaweza vikazuia Mungu kukusikia. Wewe nakwambia, Daudi anasema hivi, mstari wa 17 tukirudi 17 anasema hivi: nalimuita kwa kinywa changu na sifa kuu zilikuwa chini ya ulimi wangu. Kwa mimi Daudi niliingia, nalimuita Bwana kwa kinywa changu. Kwa niliingia uweponi mwa Mungu kuzungumza na Mungu nikiwa na hali nzuri ya moyo, nikiwa nimejitakasa moyo, nikiwa nimejisafisha. Kwa hiyo hali ya moyo inaamua ujibiwe au usijibiwe. Wewe nikwambie, maandiko yanasema kwamba heri wenye moyo safi, maana hao ndio watakaomwona Bwana. Sasa je, moyo wako ni safi? Moyo wako unawaza nini? Moyo wako bado umemshikilia dada yule au ndugu yule na bado unaenda kanisani? Moyo safi, kumuona Bwana sio kumuona tu utukupuni kwenye yako. Unamuona Bwana katika mambo yako, katika matatizo yako, katika vita yako. Unamuona anakupigania. Wakati hauna kitu, unaona Mungu anageuka kuwa msaada. Ni wakati tu moyo wako ni safi. Barikiwe sana. Kwa hiyo unapoenda kuomba, jikague kwanza hali yako ya moyo ni vipi. Mungu hakujibu kwa sababu wewe ni mchungaji, kujibu kwa sababu wewe ni mwimba kwaya. Mungu hakujibu kwa sababu wewe ni unajua nukuu au unajua vifungu vizuri vya Biblia. Hapana, Mungu anakujibu. Hali ya moyo inaamua. Wakati moyo wako ni safi, wakati moyo wako ni thabiti, wakati umeingia kwa uaminifu uweponi mwake, nataka nikwambie hiyo hali itakusaidia wewe na itamshawishi Mungu. Maana moyo uliopondeka hata dharau. Tafsiri yake ni kwamba yuko tayari kusikia. Kwa hiyo Mungu hasikii mtu au mwamini au Mkristo mwenye moyo uwazao maovu. Ndio maana ukisoma waraka wa Yohana anasema, nadhani ni wa kwanza, kwamba tukiomba sawasawa na mapenzi yake atusikia. Tukiomba sawasawa na mapenzi yake atusikia. Kwa hiyo unaweza ukaomba, kumbe si sawasawa na mapenzi ya Mungu, hawezi kukusikia. Na hapa ukiingia huku unawaza maovu moyoni, si mapenzi ya Mungu haya. Kwa hiyo nataka nikushauri kitu. Hakikisha sana hali ya moyo ni safi. Sikiliza, neno la Mungu linasema hivi: maandalio ya moyo ni ya mwanadamu na jawabu la haki latoka kwa Bwana. Maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, sio Mungu anayekuandalia moyo. Ni wewe mwanadamu unauandaa moyo wako kwa ajili ya kuingia uweponi mwa Mungu, kwa ajili ya kuzungumza. Ndio maana kabla kujaelezea shida, anza kujitakasa. Mwambie Bwana, nitakase nile. Kuna hiki, kuna hiki, kuna hiki, kuna hiki. Na kama ni mambo ya kutengeneza na watu, nenda katengeneze na watu. Kama kuna mtu na kinyongo naye, mwambie mimi naponea kinyongo, mimi sijisikii vizuri kuwa na wewe. Kuna vitu ambavyo makanisa hawafundishi. Yanakwambia tuomba, vunja, 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 si kemea pepo. Nakwambia pepo hatoki kama kuna kitu chake.
Kinyongo sio cha Mungu, kwa pepo atabaki pale pale kushikilia maisha, kushikilia mambo ya kimungu yasiende. Hali yako inaharibika, unaona vitu haviendi kwa sababu tayari una kitu ambacho kinamzuia Mungu kushuka kukusaidia. Kwa hiyo jambo la kwanza, tuachane na ile Yakobo ya kwamba hampati kwa sababu mnaomba vibaya. Of course, jambo la kwanza katika kuomba vibaya ni huku sasa, wakati moyo wako na uovu. Kwa hiyo tengeneza hali ya moyo kwanza, ndipo uingie weponi mwa Mungu. Ukiingia hupo sasa, kuna njia nyingine. Wakati moyo wako ni safi, kuna namna nyingine ya kufanya ambapo kwa neema ya Mungu tutaizungumzia kwenye kipindi kijacho. Kwa njia ya kwanza, kwa nini maombi yako hayasikiwi au hayajibiwi, ni kwa sababu hali yako ya moyo ina uovu. Kama haina uovu, tutaona wakati mwingine. Shalom shalom. Bwana Yesu Kristo akubariki sana. Mungu akusaidie, akutie nguvu, na kwa ajili ya kujifunza zaidi naomba ufollow kwenye akaunti zetu. Amen.